Yule mtu ambaye anadhani ya kwamba kwa kujitoa kwake kanisani anazidi kufilisika, na watu wanamwambia shida yako wewe unajiweka kipaumbele sana, adui anakushambulia kwa sababu unavyotoa. Acha kutoa uone kama utaenjoy. Baba yako aliyewahi kukupa kitu amenituma jioni leo nikwambie, bado vuta subira kidogo, endelea kufanya mambo ya imani, Mungu bado yuko pamoja na wewe. Nataka kuongea na huyo mtu. Haijalishi unapita uzoefu kiasi gani, haijalishi unamwona Mungu amenyamaza kiasi gani. Naomba niwaambie, kimya cha Mungu hakimaanishi kutokuwepo kwake, bado kinamaanisha yuko pamoja na wewe hata katika kimya chake. Vumilia, endelea kungoja ahadi. Najua sihubiri jambo jepesi. Ni kama mtu ananiambia, pasta, ni kwa sababu uzoefu wewe sio unaopitia. Hujui nilichokibeba katika maisha yangu. Ninaona hata nijiue tu. Sijui inatokea nini jioni leo, lakini Mungu amenituma kuambia Waadventista wa Sabato, amenituma kuambia wanaomkiri kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kweli dunia imewapeleka mbali na wanaona kama Mungu yuko mbali nao, lakini baba yenu amenituma kusema, bado vutani subira kidogo, hivi karibuni atatokeza mawinguni akisema, mwanangu, umevipiga vita vya imani, imani umeilinda, mwendo umemaliza, karibu katika raha ya milele, katika uzima wa milele. Vuta subira kidogo, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Naomba niongee kwa sauti ya upole. Waweza kuvumilia, endelea mbele kidogo tena. Usifanye hicho, acha hicho, uifanya kwa uaminifu. Mungu bado yuko pamoja na wewe. Je, kuna mtu anasema, pasta, mimi naomba uniombee ombi maalum, kuna jambo napitia, kama Mungu asipoingilia kati huenda linaweza likababaisha imani yangu, lakini ni kama somo la leo lilitumwa kwangu. Njoo hapo, njoo kwa haraka tu. Mimi sibabaishi ninachokizungumza, najua ninachokihubiri na najua Mungu alichonituma. Njoo hapo, wewe changamka tu, usiangalie nani anakuona nani hakuoni. Wewe njoo, wewe changamka. Nasema kuna jambo Mungu asipoingilia kati linaweza likahatarisha imani yangu. Naweza nikashindwa kuendelea kungoja, nikajikuta nimeingia kwenye vitu ambavyo vikaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pasta, ni kama umetumwa kuniambia ningoje, bado Mungu yuko pamoja nami. Njoo leo, mimi nimetumwa tu kuomba kwa ajili yako. Sijui unapitia nini, sijui, lakini ninachojua ni kimoja, bado Mungu yupo. Naomba niwaambie washiriki, sina wasiwasi na shaka na uwepo wa Mungu, sina wasiwasi. Ila nimegundua watu wengi hawapiti kwenye uzoefu mwepesi. Watu wengi bado wanalia katikati ya maisha yao, na mbaya zaidi wanaolia ni wale wakati mwingine wanaonekana kuwa waaminifu kwa Mungu, na wengine wamechukua kama fimbo ya kuwachapia, kwa sababu wanajua wanampenda Mungu wao na hawataikana imani. Na wamefika hatua wanaona wakati limekuwa mgumu na uzoefu unashindwa kuvumilika tena. Sijui, lakini Mungu amenituma jioni ya leo. Mungu amenituma kwenye makambi haya kumwambia huyo mtu asikate tamaa, bado Mungu yuko pamoja naye. Wala usilie, wala usiogope. Najua uzoefu sio uzoefu mwepesi, uzoefu ambao kwa kufanya kazi ya Mungu ndio unazidi kuumia. Uzoefu sio mwepesi, uzoefu wa kupigwa mawe wakati ungestahili kuvikwa maua. Kwa maisha ya Stefano angestahili watu wampongeze, lakini tena cha ajabu, wanaompiga mawe ni makuhani ambao wangepaswa kumtia moyo, lakini wanampiga mawe mpaka kifo. Mimi nimechagua ili wazo la kusema nitakwenda nikimsubiri Yesu sio jepesi. Muda tu hautoshi, muda hautoshi, lakini kuna wengine katika kutembea na Mungu watapata uzoefu wa Daudi. Wataenda kwenye vita na watashika vitu vidogo tu, na Mungu atafanya mambo makubwa hapo. Na huo wakati utakapofika, shukuru Mungu. Ukiona unaomba na jambo linajibiwa hapo hapo, shukuru Mungu. Shukuru Mungu, mseme Mungu kwamba amekufanyia, usinyamaze. Ukiona Mungu ametumia jiwe kuua Goliati kwa mkono wako, wala usijipe utukufu, mshukuru Mungu tu. Muinue Mungu na watu wajue Mungu anaweza. Usinyamaze. Ukiona tu ulikuwa hohe hahe, una mbele wala nyuma, lakini Mungu akakuamini akakupa kitu, usinyamaze. Mwambie Mungu asante, mtukuze.
Wewe uzoefu upo kwenye maisha, lakini nakuomba hata ukiwa Daudi usinyanyase kumuua Uria kwa sababu ya kuchukua mke wake kwa sababu una kitu. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Mungu ameamua katika hekima yake kukuonyesha wema wake, usimlipe baya. Baki kuwa mwaminifu licha ya kwamba Mungu amekuonyesha wema wake. Lakini kama katika uzoefu wa maisha utakukuta hapa, sio mara zote tutaombea wagonjwa na watapona. Kuna wagonjwa tutaomba lakini watakufa. I know. Sio mara zote tutawaombea uchumi uwe mkubwa na mtapata fedha. Kuna wengine mtakufa maskini. Sio wote tutawaombea mpate wenzi wa